Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Na mtazamaji wa Bethel Clouds TV, ikiwa imesalia siku 27 tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu. Siku ya leo tuko katika eneo la Kaloleni kuweza kuzungumzia swala nzima la amani. Maana tunafahamu fika amani ni uti wa mgongo wa taifa. Bila amani hakuna jambo lolote litakaloendelea. Kumbuka tuko katika eneo hili kuweza kuungana na wakazi wa eneo hili kuzungumzia swala nyeti la amani, na pia tujue kwamba ni maoni yapi wako nayo kuhusiana na amani, hususan tunapoelekea uchaguzi mkuu. Ungana nami Omoding Pascal hadi tamati. Tunapoelekea uchaguzi mkuu ambao imesalia siku 27 tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu. Je, utaniambia tu jina lako? Mimi naitwa Jared Amwai. Jared Amwai, wafahamu amani kama nini? Amani kitu ya maana kwa sababu kikiwa na amani kila kitu inaendelea kwa vizuri, kwa kila mahali penye mko utapata kila kitu inaendelea mzuri. Lakini kama hakuna amani, shida zinaongezeka kwa kila mtu. Na kila hii tatizo limekuwa tatizo sugu, kile ikielekea uchaguzi mkuu amani huwa inavurugika. Je, chanzo cha uvurugaji wa amani ni nini? Ni vile tu watu waelewani, na watu wanaona kama kura ndio mwisho wa kila kitu. Lakini unafaa watu waelewe kwamba kura wakati wa kura, watu wakipiga kura maisha yanarudi kama kawaida. Wakenya wawe kitu kimoja, hata kiwa kama uko kwa pande nyingine na huyu uko pande nyingine, hakuna haja ya kuvurugana kwa sababu hamko pande moja. Kitu ya maana ni ile tuko na ile umoja, ni ile tu ni kama mpira. Kura ni kama ile mashindano ya mpira. Lazima watu washabikie pande nyingine na wengine washabikie pande nyingine. Lakini kiisha narudi na kuwa kitu kimoja. Hakuna haja ya vita. Mimi naitwa Justus Opapa. Naam. Nimekaa mkaaji wa Makongeni. Nimeshukuru kukuja kwa nyinyi. Amani ambao tunahitaji inatakana itokana na wakubwa between Ruto and Raila. Kwa sababu wakati wanasambuliana wenyewe kwenyewe, basi wananchi waweze kuwa na amani. Amani ni kitu ambao inalete watu kushirikiana pamoja. Wakati hii ambao tunaelekea uchaguzi, tuwe tunashirikiana kabisa, ambao haina ukabila ndani ya maisha yetu, ambao kila mmoja haitatupa mawe, kura tutapiga, tutarudi kwa manyumba, tutangoja tu matokeo. Niyo ndio italeta amani. Majina naitwa Hilda, na ningependa amani wakati wa uchaguzi ukiisha. Vita haina faida. Wakati watu wanapigana haina faida Kenya, lakini tukikaa kwa amani pia nchi zingine tutaiga mfano mwema. Ukabila, Kenya kuna ukabila mwingi sana. Hiyo ndio inachangia vifo na pia inachangia kutokuelewana. Nafahamu amani kama uhusiano mzuri. Ukiwa na mwenzako kuishi na amani pia ni poa, kitu poa kwa maisha. Inaleta kusaidiana, jirani yako lazima umpende. Chanzo kubwa ya kwanza ni ukabila. Ukabila ndiletanga shida.
kwanza ya 207 mingi ilikuwa ni kabila mbili zenye zilikuwa zisikizani, so I think hiyo ndio inaweza kuwa kubwa. Ndio alafu kitu kingine yenye inachangia ni saa zingine watu maybe kuambiwa wafanye wavamie clan moja ama tribe nyingine, ndio inaleta shida kulingana na mwenye anataka kukalia kwa kiongozi hapo kwa nchi. Jina langu ni Nancy Wairimo kutoka Murang'a. Tunaambia Mungu atupatie presidenti mzuri na tupe amani, kwa sababu tukipata amani hii nchi yetu itakuwa sawa. Chanja za amani kukosekana ni wakiwa wamesimama wote wanataka kuchaguliwa, lakini mwenye kuchaguliwa ni mmoja mwenye Mungu atapatia na tutapata imani. Majina yangu naitwa Geoffrey Otenyo. Mimi nifanya biashara hapa stadium. Na jambo naweza ongea tu kuhusu amani na hii uchaguzi. Hatutaki kurudi mahali tulikuwa. Nataka tufanye uchaguzi wa amani na tuweze kupata kiongozi ambaye atashughulikia wa Kenya kwa njia ambayo iko bora, na sisi wote tuimizane, tupike kura kwa amani na tukubali yale matokeo yatatokea. Maana tunajua kwamba lazima tupate kiongozi na kila mtu hawezi kuwa kiongozi, lazima atapata kiongozi mmoja. Kwa hivyo ile kitu tunaambia wa Kenya, wakati tunaenda kupiga kura, tupike kura kwa amani na turudi kwa nyumba. Na vijana sio vijana, msije mkatanganyike na wanasiasa. Wanamchochea mara bupike huyu, mara muhekolo huyu. Hapana. Wewe unajua ni nani unataka kuchagua, kura ni yako na ni siri yako. Piga kura na uambie watu wote tuseme amani Kenya, na tuwe na kiongozi ambapo atafanya nini, ataongoza wa Kenya. Yeah. Unajua hii amani inasababishwa na viongozi wetu. Na ile inafanya raia waanze kuchocheana ni kiongozi fulani anaanza kuchochea wengine, asio vijana. Wakati wanatanganyishwa na hii mambo dogo pesa kidogo, wanaanza kuchochea. Sasa wakianza kuchochea kuhusu kiongozi huyu na huyu mwingine, hapo unaona wapande hii nyingine wanaanza kuleta furuko na wengine. Hiyo ndio sababu kubwa asua ya kufanya nini, ya vita kutokea ama watu kuanza kuchokosana. Lakini kama sisi wa Kenya, sisi wenyewe tujue kwamba hii nchi yetu ni Kenya, ni yetu, na hata tukimaliza kuchakuana hakuna mtu atahama hapa. Wewe ukileta furuko ama ukitaka kuleta uchafuko kwa inji, wewe mwenyewe ndio unajaribia inji yako. Kwa hivyo tunaomba tu amani iwepo wakati wa uchaguzi, na hata kisha pia tusiti kukua na amani. Namba 2, viongozi wenyewe ukiangalia vile wanaongea, hata hiyo matamshi yao wenyewe wakiongea inachangia sisi raia tuanze kusikia mtu wetu ameanza kuchokozwa ama kabila inachokoza nyingine. Hiyo ndio chanzo kikubwa cha kuleta furuku. Viongozi wenyewe matamshi yao ndio inasababishanga watu waanze kuleta furuku. Lakini wakisema amani, mtu atafute kura kwa sera zake bila uchochezi, bila kuongea matusi, bila kukuwa na hasira, hiyo yote isipokuweko, amani itakuwa. Jina yangu mimi ni Mama Gaylord. Ningependa nijulikane kwa hilo jina. Kuhusu vile mmesema kuhusu mambo ya uchaguzi, tunaona kweli kuna mbio za hapa na pale. Lakini jambo moja tunalolia sana, baada ya uchaguzi maisha yaendelee kama kawaida. Tunaomba wanasiasa wetu, tafadhali watuachie Kenya yetu na amani. Yeyote atakayeingia, atakayeshinda na atakayeshindwa, wote wakubaliane. Hatungependa kumwagika kwa damu, hatungependa vita, hatungependa mali kuharibika. Tunataka amani katika Kenya. Jambo la kwanza, wale ambao ni wapinzani wa wengine hawajiamini. Maana kama wewe umefanya kampeni yako vizuri na una uhakika, haina haja uingize uchochezi kwa wadogo, especially hawa vijana wadogo, ili wazue vurugu. Kama kweli unajiamini, wewe unajua kwamba kura nitapata, usivuruge amani ambayo iko. Tungependa ya kwamba hii amani tuko nayo leo, hata kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, iendelee kuweko. Mimi kwa majina naitwa Penina Wasonga. Amani ni kitu tu, yani tuseme kwa kizungu inaitwa peace. Kitu yani ile, yani isiwe na maneno mingi, yani kuwe tu cool, yani peace.
Na kuna visa mbalimbali vinazidi kutokea, vinazidi kuibuka kila kuchao, hususan ikielekea uchaguzi mkuu. Unapata kuna udhororaji wa amani, tuseme amani inadunishwa sana, inarudi chini. Ni nini haswa inachangia upungufu wa amani katika taifa letu tukielekea uchaguzi mkuu? Vitu kama njaa, vitu kama njaa, ukosefu wa kazi, vitu kadhaa wa kadhaa. Pia chakula pia vimepanda bei. Hizo ndio vitu pia zinachangia kuwa na amani, kutokuwa na amani wakati wa uchaguzi. Jana wadumishe amani, waweke Mungu mbele. The first thing, waweke Mungu mbele na wadumishe amani wakati wa uchaguzi. Naitwa Joroge. Amani, sote tunataka kudumisha amani wakati wa election. Amani inafurigwa na hii vijana, sio watu wazee kama sisi. Ni vijana wanachangia hiyo mdaruko hii kulingana na wanasiasa. Wanasiasa ndio wanafanya vijana kuwapotesha, kuwapatia hela ili wafuruke mwenzao. Sasa ili kufanya hivyo hataki watu walete vita wakati wa election. Kwa majina naitwa Emmanuel Michael Odunga. Mimi binafsi nafahamu amani kama upendo, undugu na ujamaa. Kwangu binafsi naona chanjo ni kama kidogo ni upungufu wa fikra, sababu vijana wengi tumepotea sana, tumeingia kufuata mkumbo pasipo kujielewa. Kwa inakuwa ni kwamba kiongozi anapokuja na kuonga shilingi 50 na kuambia vuruge amani au mkutano wa kiongozi fulani, kwa tunajikuta vijana ndo tunatumika sana pale. Kwa kwangu naona ni upungufu wa elimu ya mtaani ndio inasababisha vijana tujitume kule kufanya mambo yasiyofaa. Kwa majina naitwa Christopher Mogaru Musingi. Unapata tukifika time ya election unapata kabila imejitenga. Unapata kabila hii sasa wanaanza kuongea lugha moja. Sasa unapata hiyo imefanya watu sasa hawataelewana kabisa. Mimi naitwa George Bush. Amani si ni peace. Ile tukae pamoja, tuishi pamoja, tusaidiane, sio ndio amani? Tuendelezane pamoja. Tusikatisiane na chochote isikuje kutugawanisha. Sio ndio amani? Amani si ni peace. Ile tukae pamoja, tuishi pamoja, tusaidiane, sio ndio amani? Tuendelezane pamoja. Tusikatisiane na chochote isikuje kutugawanisha. Sio ndio amani? Naam George, pale tunaangalia kwamba wewe ni kijana barubaru. Je, unaweza ambia nini vijana kwa jumla? Aswa tunaona kwamba vijana ikifika wakati wa uchaguzi mkuu wanatumika pabaya sana katika kuvuruga amani. Unaweza ambia vijana wanaokutazama huko nje nini? Mimi kweli nitakwambia, hata sasa hivi nimenikuta hivi, nilikuwa naenda mileage. Lakini mileage naendea mfuko wangu je uchumi. Siendi kununuliwa nifanye kitu ama shughuli ati nipigane ama nini. Naenda kwa ile njaa yangu. Kwa hivyo brother, beste system mnyanaona hii, mnyataona hii. Wewe kula hiyo mileage, amekuletea kula, lakini asinunue mahindi yako, akili yako 500 na hiyo shilingi. Majina ni Patrick Musembi. Fahamu amani kama Kenya. Kuna venye mzee ameongea hapa akasema kuhusu uchaguzi ujao. Tuko na mambo mingi kama vijana yanaweza kuwa tunayataka kama vijana. Kwa mfano vijana siku hizi vijana wameingia katika ile hali mbaya. Unapata vijana wameingia kwa pombe, wameingia kwa bangi na vitu vingineo vyenye vinaharibu mili zao. So chenye tunataka kama vijana, tunaomba tupate viongozi wazuri ambao wanaweza tetea vijana, pia watetee wa mama na watetee haki ya wananchi. Utofu wa wanadamu ama binadamu ama watu wenye tuko nao, chenye kinasababisha sana naweza sema ni kuna mambo mengi sana tunaweza ongea kuhusu hii mambo venye inaendelea, lakini acha niseme ya kwamba Mungu yuko na atatupea chenye tunataka na chenye ni kizuri. Mimi naitwa Kilozo. Nimetoka Kitui.
Swali lingine. Asante sana Kilonzo. Je, wafahamu amani kama nini? Amani ni kuwa kama ndugu na dada, uwiano. Unajua ile kuwiana, hiyo ndo vile najua ni amani. Na je, ni chanzo gani inayosababisha utovu wa nidhamu? Ni nini inasababisha kukosekana kwa amani, hususan ikifika wakati wa uchaguzi mkuu? Ikifika wakati wa uchaguzi kuna uchochezi na hiyo kubaguana, lakini sana ni uchochezi kwa militoaje ya ukabila hiyo. Naam. Unajua? Ni kabisa. Umeelewa nasema nini hapo? Umeelewa. Yaani kwa misingi ya ukabila ndio sasa tunazozana na hapo. Naitwa Ruth Nyambura. Amani ni kitu muhimu. Pia kwa majirani venye tuko. Labda ni ile tu uchochezi, lakini tunafaa tupendane juu hata after uchaguzi tutaishi hivyo tu tukiwa majirani, na sisi ndio tunasaidiana, sisi wenye tuko pamoja. Na pia tunafahamu kwamba asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na imizo gani unaweza ambia kwa yule atakayeshindwa? Sasa tunajua kwamba katika ugombea urais kuna vigogo 4 na lazima tutakuwa na mmoja baada ya tarehe 9. Ni imizo gani unaweza ambia kwa yule atakayeshinda na yule atakayeshindwa? Unajua lazima tuwe na mshindi. Wote hawezi kuwa, hiyo kiti ni moja. Na wale wanaogombea ni wengi. Sasa wale watakayeshindwa hata wao pia wamejaribu ni njia moja kutaka kutafuta maarufu. Na hii wakati ukiisha, na pia watakuwa wametengeneza rekodi yao, wakati mwingine ikikuja wataweza kusimama na labda ataweza pata nini kiti wakati ule. Na wakati huo akishindwa, heri akubali, maana yake lazima tupate kiongozi. Na wewe kama ni kiongozi mzuri kwa kila mchezo yoyote lazima ukubali ushinde ama ushindwe. Na ukishindwa unga yule mwingine na inji songe mbele. Asante sana. Na pia kidogo unaona pale vijana kila mara kwa mara wanatumika pakubwa sana kuvuruga amani katika taifa letu, hususan tunapoelekea uchaguzi mkuu. Je, ni mizo gani unaweza ambia vijana kwa jumla tunapoelekea uchaguzi mkuu? Vijana wetu, mimi nilikuwa kama mzazi. Unajua nyinyi ndio viongozi wa kesho. Na inafahamu wiki mfano mzuri wakati huu, manake mkiona vile wale viongozi wako saizi wakianza kuongea na kuchuchiana hivyo, hata ile kizazi kidogo inaweza kusema siasa lazima ufanye matusi ama ufanye furuku. Lakini la muhimu ni ya kwamba inji hii ni ya vijana na nyinyi ndio viongozi wa kesho. So lazima muanze kulinda amani na kuiana wakati huu, na wakati wenu ikifika kwa uongozi pia mtakuwa mmeweka mfano mzuri, mtakuwa viongozi wazuri. So vijana msitumike na hawa wanasiasa kumchochea kupigana na kuleta furuku. Hii inji nyinyi ndio mnategemewa kwa hii inji. Uchumi wa inji ni nyinyi vijana. So msitanganywe na hawa watu, hawa wanatafuta kazi. Watafute kazi kwa ajili ya amani. Wewe ukichochea uende upikwe, aidha ufunje mguu ama upoteze maisha yako, hasara itakuwa ni kwako. Kwa hivyo mjihadhari sana na hawa wanasiasa, wasije wakamchochee muweze kupoteza maisha yenu bure. Hapana. Bado mko na muda mrefu ya kusonga mbele. So msikubali kuchochewa na hawa wanasiasa wampatie pombe na pesa kidogo kidogo mfuruke huyu na huyu, hapana. Lazima mlinde amani nyinyi kama vijana. Asante sana. Na pia tunapoelekea uchaguzi mkuu, jinsi unajua kwamba imesalia siku 27. Je, ni mbizo gani unaweza ambia wananchi kwa jumla wanaokutazama hivi sasa? Wananchi tutokeze hiyo siku tuende tupike kura. Manake kura yako ndio itakuwezesha kupata kiongozi bora. Chakuwa kiongozi unajua kwamba yale maadili, ile mambo nataka unaona inaweza inakudhuru wewe. Chakuwa kiongozi yule ambapo unajua
ataweza kuleta maendeleo, kuleta nchi pamoja, na tupike kura. Maana hata ukisema tu uchumi ni mbaya na wewe utaenda kuchakuana, utapataje kiongozi yule ambaye atafanya nini? Atalinda uchumi yetu. So tutokeze kwa wingi, tuende tupike kura, aswa youth. Msipewe pombe wakati ule mkunywe. Ikifika wakati wa kupiga kura, wewe ni mlevi, haujui hata kura yako iko wapi, kitambulisho kiko wapi. Wewe amuka mapema, uende upike kura na urudi kwa nyumba. Watu wote wapike kura, wamama na vijana na wazee, tupike kura, turudi kwa nyumba ili tuweze kupata kiongozi bora wa kulinda nchi. Ninashukuru kwa wakati wako dadi. Asante sana. Asante. Kuja hapa wewe. Kitu cha naweza ambia vijana wenzangu ni kwamba kijana mwenzangu popote ambapo alipo, ni mimi na wewe tunatakiwa tudumisha amani, sababu amani ni kitu cha msingi kwenye nchi yetu. Na usije ukawa mtu wa kufuata unachoambiwa kwamba uende uvuruge amani. Kwanza fikiria mara mbili unaambiwa ufanye nini. Ukiambiwa jambo la busara kwenye maisha yako lifanye, lakini ukiambiwa kwenda kuvuruga amani utaenda kule na wewe utafariki. Huyo mwanasiasa atakwenda kule Amerika kula kule bata, wakati wewe umeshaingia kabrini. Kwa ni wewe mwenyewe kujitunza, usingoje kiongozi aje akutunze. Nao viongozi wajue kwamba wao ni watu, mimi naona wanaongea wakiwa pamoja, saa zingine wanaongea kama hawako pamoja. Sisi wananchi ndio tunatenganisha na hao watu. Lakini tumeshajua kwamba hao watu ni watu wanapendana, usiku kwa mchana wanaongea mambo chafu ya kutenganisha mwananchi. Wananchi sisi tujue sisi ni Wakenya sisi wote. Mambo ya ukabila hatuna. Wananchi wakumbuke kwamba wakati tunamaliza uchaguzi, ikifika tarehe 10 tutakuwa Kenya moja. Tusiseme huyu mtu alikuwa ni mtu wangu, kozi ukisema huyu alikuwa mtu wangu, wewe mwenyewe aswa amekusaidia na nini? Sasa tuweke amani, tuchue tarehe 9, ikifika tarehe 10 tutakuwa watu wa Kenya moja. Vijana wetu mna maisha ya kuendelea mbele, na nyinyi ndilo taifa la kesho. Kwa hivyo ninawaomba, jambo la kwanza, usikubali kutumika. Jambo la pili, angalia kwanza, baada ya kufanya haya yote, maisha yako ya kesho yatakuwaje? Ndio jambo ambalo unafaa ujiulize, kwa sababu bado wewe ni kijana, una maisha mengi mbele. Wewe ni kijana, una matarajio makuu, na wakati unapokubali kutumiwa kwa fedha kidogo kuharibu nchi yako, je, maisha yako ya kesho itakuwa wapi? Viongozi wetu, wewe bado ni Mkenya, ushindwe ushinde, wewe bado ni Mkenya, unahitaji Kenya. Kenya ni ya kila mtu, uwe kiongozi, uwe mkubwa, uwe mdogo. Kwa hivyo ninawaomba, tafadhali msituharibie alafu mkimbie na ndege mwende mbali. Naomba tafadhali tudumishe amani, hata wakati unapoongelesha wafuasi wako. Jambo la kwanza niwaambie, amani ndio tunahitaji. Vijana wataelewa. Wakenya nawahimiza hivi, nchi ni yetu, uchaguzi ni wetu, viongozi ni wetu. Kwa hivyo msikubali kuyumbishwa na pepo ambayo inapita na kuenda. Lakini zingatia jambo moja, ya kwamba tunahitaji amani, ndiposa hata viongozi waweze kuongoza. So Wakenya, tafadhali jihubirie wewe mwenyewe kwamba unahitaji amani, ndio maisha yako iendelee, biashara iendelee, watoto wasome, makanisa iendelee, kila jambo liendelee kama kawaida. Ni vile tunasema kura ni kama mpira. Yule anashinda si ati ndio mwisho wa kila kitu. Yule anashindwa si ati akishindwa ndio mwisho wa kila kitu. Tutakubali kuwa tu wale wa Kenya wa kawaida. Sasa akishindwa akubali tu ameshindwa, yule ameshinda achukue atuongoze tena, miaka 5 ikiisha tutapata ule mwingine mwenye ataweza kutuongoza kutokea pale. Kama ataongoza vizuri tutapigia kura tena endelee. Kitu tunaweza kuwahimiza Kenya, sisi ni watu wa moja. Na lazima kila mtu lazima kuwe na ule mtu anashabikia kwa upande yake. Lakini tukishapiga kura tunarudi kama kawaida. Ile umoja yetu inafaa iendelee tu kama ile kawaida vile huwa tumezoea kukaa pamoja. Si ati tukipiga kura uadui umeingia. Sasa wale kwa pande hiyo mrengo wale ameshinda ama wale ameshindwa, sasa kupigana kwa sababu wale wameshinda. Wa vijana wetu yenye naweza kuambia ni wae na amani na washukuru Mungu, kwa sababu Mungu amewaleta kwa hii nchi wakiwa na sababu. Kwa hivyo mwenye tutapewa na Mungu, wae na amani na washukuru Mungu. Katika serikali inakuja, tunatamani
kitu kama unga ipunguzwe bei, mafuta ya taa, gasi, yani kila kitu, kwa sababu sisi wakina mama tuko na watoto tunalea na tunashindwa kuwalea kwa sababu nchi yetu iko na shida. Kila kitu bei iko juu, kwa hivyo tunataka mwenye atachaguliwa akuje apunguze hizo vitu ndio tupate amani ya kulea watoto wetu na wajukuu. Mawaidha naweza patia wa Kenya ni kushukuru Mungu. Mungu atupatie mwenye akona uhaki kwa hii dunia yetu, kwa sababu tukipata presidenti mzuri Mungu atamsaidia aongeze nchi yetu iwe na amani na iwe na baraka. Viongozi kwanza ndiye miaribu, wanaribu na pesa. Na wakati ambao wamekizapea sisi pesa, itabidi hao viongozi kukaa pale kufanya corruption ili warudishe pesa yao reverse. Na hiyo ndio imeleta corruption nyingi sana ndani ya nchi ya Kenya. Kama watumie pesa hawatakuwa na corruption, lakini wakati yoyote wanatumia pesa zaidi, watapenda almost 5 years ukiwa mtu anarudisha pesa yake. Sasa wananchi maendeleo yote itakuwa ndani ya Kenya. Kwa hivyo viongozi wawache pesa, wawache tuende tuchagua hawa bila pesa. Wakenya inatakana Wakenya wote sahi naweza kumwambia hawa kwamba wawachana na hali ya pesa, ambao unakuta kwamba ni wanasiasa inatakana watafute watu wa raia ya Kenya, sio raia kutafuta pesa, na pesa ndio imeharibu hata amani ya Kenya. Kama watatoa hali ya raia, watawacha pesa na wachague watu ambao iko na dignity, ambao wataleta corruption. Kwanza wawache pesa kando, wawache kufuata wanasiasa. Wanasiasa wafuate raia. Saa hizi vijana wenye naweza waambia ya kwamba katika uchaguzi ujao wasitumiwa na watu wengine kupigana. Unajua vijana ndio wanatumiwa zaidi kupigana, kufanyiwa vitu vibaya, vijana ndio wanahusika. So mimi nataka kuambia vijana wakuwe very keen na wafuate mwelekeo mahali huko mzuri, wasije wakafanya mambo yenye yafai. Naweza ambia vijana baada ya kupiga kura tuende katika runinga tuangalie nani mshindi na nani hajashinda, kwa maana asiyekubali kushindwa si mshindani. Naweza waambia yule ambaye hatashinda angoje next time, kwa sababu pia kuna muda. Kama Mungu atakuwa amemweka hai, pia kuna chance. Naweza waambia tukae kwa amani ili serikali ikose kazi. Manake tukikaa kwa amani, polisi pia watakuwa na wakati mzuri, hatutawapatia wakati mgumu. Wakae tu na amani na wapendane, wasikubali hiyo furugu. Wakubali tu matokeo, na pia wao venye wanapendana, hata wao watuonyeshe, wawe kielelezo kizuri kwetu. After election tukubali matokeo na tuendelee na upendo tukiwa pamoja. Venye itatokea tu, hata kasi kulingana venye ukubali tu, wakubali. Kiongozi kama amepata na ule mwingine hajapata, huyo mwingine akubali ameshindwa, na huyu mwingine yenye amepata yeye atie manani, afanyie wana Kenya kazi yenye itawasaidia. Kama sasa vijana sana vijana wapatiwe kazi, wamama waangaliwe, wamama wajane pia waangaliwe, wasaidiwe, na watoto pia wasaidike. Unaona? Na vijana wasikubali kuingia sana vijana wasikubali kuingia kwa vita. Juu wakiingia kwa vita au wenyewe ndio wanakufa, wanaharibu maisha yao, na baadaye wale tu wataendelea na maisha yao. Sasa wasikubali hata kidogo vijana, na waomba wasikubali kuingia kwa vita, juu vita inamaliza maisha yao. Na sisi wamama kama wamama wao tunasikia mbaya. Saa nyingine wewe uko na kijana moja, wengine saa nyingine uko na vijana wawili tu, wakienda wanafanya hiyo vita, wanakufa kwa vita, wewe unabaki empty, ujui utaanzia wapi na umalizie wapi. Sasa nasema tu vijana wasiingie kwa vita hata kidogo, watulie tulivu, na ile mtu ataingia hapo, hata kama yeye ameshika president na ameshika kiongozi gani, atuangalilie watoto wetu, watu washughulikie sisi.
sisi wetu wanyonge wasaidiwe juu sana sana, wanyonge wanaumia sana. Kama saa hii unga imekuwa kali, saa nyingine uko na watoto 6, vile unaweza kufanya kazi hii watoto wakule ni shida jameni. Sasa waangalie shida ya wamama sana sana na vijana wetu. Hiyo tu ndio ningeomba, mtu yenye ataingia na mwenye hujaingia kubali. Wote wana Kenya wote wenzangu, wa Kenya wenzangu wenye ningewaomba mfanye kura ya amani. Amani ndio jambo ya muhimu, na amani ndio itatulinda. Kama kura imeisha, amani ile ile tukipiga kura ya amani, amani ile tu ndio tutabaki nayo, na bado tutakuwa tu jirani na jirani waombeane chumvi. Na tusipopiga ya amani, hatutaombeana chumvi, bado tutashidi kama tunaogopana. Na tukae tuna amani. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako. Asante sana Wakenya wote, na wabaki na amani. Asante. Amen. Kwa kweli kilicho na mwanzo akikosi mwisho. Siku ya leo tumeweza kukusanya maoni ya wakazi wa eneo la Nairobi, na wamekuwa na mengi ya kusema. Wengi wakisema kwamba amani inafaa izingatiwe, hususan tunapoelekea uchaguzi mkuu. Wengi wakisema kwamba amani ndio kila kitu, bila amani hakuna chochote. Na kumbuka, tunafahamu vyema kwamba undugu ni kufaana na umoja ni nguvu, na pia utengano ni udhaifu. Wengi wanasema kwamba tudumishe amani ikiwa imesalia siku 27 tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu. Pia wamewahimiza viongozi aswa watakaochaguliwa waweze kukumbatia amani na wawe kielelezo bora. Jinsi tunajua kwamba bendera hufuata upepo, nao viongozi ni upepo, wananchi ni bendera, maana watafuata yale ambayo wanasema. Kumbuka tunasema vipi? Amani iwe ngao, na wakazi pia wanasema amani ndio kila kitu. Jinsi tunajua kwamba bila amani hakuna chochote kitakachofaulu katika taifa letu. Nikiripotia runinga ya Bethel Clouds TV, mimi wako Omoding Pascal.